Baada ya tukio la kanisani, maisha ya Eric yalibadilika kabisa. Alirudi kijijini akaomba msamaha kwa wanaume aliowahi kuwavunjia mahusiano. Watu waliinua nyuso zao polepole na kuanza kumsamehe. Kwa miezi kadhaa, kijiji kilikuwa na amani. Eric akaanza kufanya biashara ndogo ya magari yaliyotumika, na safari hii alijitahidi kuishi maisha ya heshima. Lakini siku moja, usiku wa manane, Eric alianza kuota ndoto za ajabu. Ndani ya ndoto, alisikia sauti ile ile nzito. "Ulidhani utanitoroka kirahisi?" Eric akaamka kwa jasho jembamba, akapiga magoti na kuomba. Lakini mambo yakaanza kubadilika tena. Taratibu, mvuto wake ukaongezeka zaidi ya kawaida. Wanawake waliokuwa hata hawamjui wakaanza kumtafuta. Wateja wa biashara yake wakaongezeka ghafla. Kila alichogusa kilifanikiwa. Watu wakaanza kunong'ona, nyota yake imewaka tena. Yule askari wa kike ambaye sasa alikuwa anaishi maisha ya kawaida baada ya kusimamishwa kazi, alisikia habari hizo. Moyo wake ukaingiwa na hofu. Alimkumbuka mchungaji wa siku ile na kuamua kwenda kumuona. Mchungaji akasema, "Roho ile haikuondoka kabisa. Ilijificha tu, inangoja mwanya wa kurudi." Siku chache baadaye, Eric alianza kubadilika kitabia. Alianza kuwa na hasira kali zisizo na sababu. Macho yake wakati mwingine yalikuwa yanang'aa kwa namna ya ajabu. Usiku mmoja, upepo mkali ulivuma kijijini na mlango wa nyumba yake ukajifungua kwa nguvu bila mtu kuugusa. Sauti ile ikarudi. "Nilimpa uzuri, nilimpa nyota. Bila mimi, yeye si kitu." Eric akaanguka chini akitetemeka. Kesho yake, askari wa kike akafika pamoja na mchungaji na wazee wa kijiji. Wakaamua safari hii wasipambane peke yao. Wakafunga siku 3 za maombi na kufunga. Siku ya 3 walikusanyika nyumbani kwa Eric. Maombi yalipoanza, Eric akaanza kupiga kelele. Lakini tofauti na mara ya kwanza, yeye mwenyewe alianza kupinga kwa nguvu. "Acha mimi, sitaki tena nguvu zako." Vita ya kiroho ilikuwa kali. Ghafla Eric akainuka na kupiga kelele kubwa sana. Kisha akaanguka kimya. Dakika zikapita. Alipofumbua macho, uso wake haukuwa tena na ule mwanga wa ajabu wa ushawishi. Alionekana wa kawaida, mtulivu. Mchungaji akasema kwa sauti ya utulivu, "Sasa yuko huru kweli, lakini kumbuka, nyota ya kweli ni tabia njema, si mvuto wa ajabu." Baada ya tukio hilo, Eric hakurudia tena maisha yake ya zamani. Uzuri wake ulibaki, lakini sasa haukuwa laana, ulikuwa baraka. Akaanza kuwashauri vijana wa kijiji kuhusu maadili na kujiheshimu. Na yule askari wa kike, ingawa hakurudi kazini, alipata kazi nyingine na baadaye yeye na Eric wakaanza upya, safari hii kwa heshima na mipaka. Na kijiji kikabaki na somo moja kubwa. Sio kila nyota inayong'aa ni ya mbinguni, nyingine huwaka ili kukupoteza. Usikose sehemu inayofuata.